Kwanza mheshimiwa, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kwa kuja kutuangalia wananchi wako na vilio vyetu vya kunako shehia. Kwa hiyo kiongozi wetu utusikilize kero zetu kunako mashehia. Vino sasa kunako mashehia kila mmoja kanalia kwa vitendo vya wenzetu. Mie nakaa Mtende, jimbo la Kusini, wilaya ya Kusini, shehia ya Mtende. Jina langu na kuitwa Ameri Haji Silima. Nazungumza Kimtende mpate mumfahamu. Kidogo kimjiki cha Songa. Nazungumzaje? Mtende kwetu kuna kero za wanakijiji. Kusema kweli wanakijiji wanalia vino sasa Mtende kutokana na kero ambazo zinatufika kila usiku ukacha. Kero ya mwanzo unakwenda kwa fupi muda si rafiki. Kero ya kwanza, wanafunzi wa skuli wanaopasi form 2 kwenda form 3 vino sasa wanakwenda Makunduchi kwenda kutafuta elimu kwa miguu, ima kwa baskeli. Akakosa usafiri kanabaki kwao, hana kwenda kuhudhuria masomo Makunduchi. Hilo ni kero kubwa sana, inatukwaza watu wa Mtende. Ya pili, watu wa Mtende tujaribu kutengeza miundo mbinu kunako sehemu za kuwekeza utalii. Kuna sehemu moja tunaita sehemu ya Kijumbuni, tunakusanya mapato kwa kila mgeni tunamtoza shilingi 2000 za Kitanzania. Leo halmashauri watunyang'anya mapato yale yote, wanachukua wao, na wakasema kwamba tunapochaka pesa hizo tukaziombe sie wenyewe ati tukaombe, na hatunapata senti 5 hawana tuka. Kwa hivyo kusema kweli, wananchi wa Mtende tunalia kwa kunyang'anywa pato letu ya kijiji. Jengine, kuna maeneo ya ardhi, kuna matajiri wanakuitwa kina Abdul Satari Daudi Ali, kachukua eneo kiasi ya mita 300. Eneo hilo vile sasa wana kijiji wanalililia eneo lao, ardhi yao kaichukua huyo jamaa, na tayari tunasikia kemebilikishwa ile eneo, lakini wananchi hawana habari. Kwa hivyo wananchi wa Mtende wanalia eneo lao limeporwa, na wamepiga mbio, wamekwenda kwa mkuu wa wilaya, wamekwenda kwa mkuu wa mkoa, kila pahali, lakini boss hakuna kitu. Kwa hivyo na jengine, wananchi wa Mtende tubuni miundo mbinu ya kuhifadhi rasilimali ya msitu. Lakini mzungu huyo kila akachukua mzungu eneo hilo la msitu, kwa kila mwaka kanalipa milioni 2. Lakini pesa hizo hatunazitambua zinakwamia wapi, na huyo mzungu mwekezaji yeye ndio anayefaidika zaidi sisi kuliko wananchi. Ukamuuza mwananchi wa kijiji cha Mtende, je, kuna nufaika nini kuna kwa msitu wako? Kana kwambia hakuna anachonufaika nacho, hakuna chochote anachofaidika nacho. Kwa hivyo ndugu kiongozi wetu ambaye kunajali maslahi ya wananchi wako, ambao vile sasa kuna kwa hali ya dhiki kweli kweli, unagoma kuja kusikiliza kero za wananchi wako, wewe ndio kiongozi ambaye kupigiwa mfano kunako ndani ya Tanzania hii. Asanteni sana.